want to begin with a story. Nataka nianze na kisa. Have you ever been accused of something you didn't do? Je, umewahi kushukiwa kwa kitu ambacho ulikuwa hujawahi kufanya? Has someone ever lied about you? Je, mtu amewahi kudanganya kukuhusu? They said something that wasn't true. Walisema kitu ambacho hakikuwa kweli. And made other people think. Na wakafanya watu wengine waamini. Something about you. Jambo kukuhusu wewe. That was not true. Ambalo halikuwa kweli. In the United States. Pale Marekani. There was a man. Kulikuwa na mtu. Who was falsely accused. Ambali alisukiwa kwa kimakosa. Of committing a crime. Kwa kufanya kosa fulani. Which he did not do. Ambalo hakufanya kwa kweli. He was arrested by the police. Alikamatwa na polisi. And put on trial. Na akajaribiwa. Because of these false charges. Kwa sababu ya mashtaka haya ambayo hayakuwa kweli. False accusations. Mashtaka haya ambayo kuwa sawa. And he was sent to prison. Na akapelekwa gerezani. For 46 years. Kwa miaka 46. For a crime he did not do. Kwa kosa ambalo hakuwa amelifanya. 46 years. Miaka 46. Falsely accused. Alikuwa ameshtakiwa visivyo. That is the longest time known. Huo ni muda mrefu zaidi. In the United States. Pale Marekani ambao umejulikana. Someone has been in prison. Ambao mtu amewahi kuwekwa gerezani. For something they did not do. Kwa kitu ambacho hakufanya. He was eventually released. Hatimaye alitolewa. When enough evidence. Wakati ambapo ushahidi wa kutosha. Came out. Ulipotokea. To show that he was innocent. Kuonyesha kwamba hakuwa na hatia. Tonight our study. Somo letu la jioni hii. Is examining. Inajaribu kutathmini. Some false charges. Maswala fulani ya uongo. Some lies. Uongo fulani. Against God. Ambayo yametajwa kumhusu Mungu. Mungu. Against God. Kumhusu Mungu. These are serious charges. Haya ni mashtaka ya kipekee kabisa yenye uzito. So are you ready to study your Bible? Je, uko tayari kujifunza Biblia yako? Let's first ask this question. Tuulize swali hili kwanza. What does the Bible say God is like? Je, Mungu anaelezwa vipi katika Biblia? Jeremiah chapter 31. Kitabu cha Yeremia 31 and verse 3. Mstari wake wa 3 gives us a clear picture of the character of God. Inatupatia taswira haswa ya tabia ya Mwenyezi Mungu. Bible says, "The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness I have drawn thee." Did you hear what the Bible says? Je, ulisikia kile ambacho Biblia imesema? Let me pause for a moment. Niruhusu nitulie kwa muda. When I preach, ninapohubiri, I try to use as much Bible, nachagua kutumia mafungu ya Biblia sana, as many of the scriptures, mafungu ya Biblia mengi sana, as possible. Kama iwezekanavyo. Because God's words, kwa sababu neno la Mwenyezi Mungu, have the power, iko na uweza, to save everyone here. Ya kumwokoa kila mmoja hapa. My words have no power. Maneno yangu hayana uweza huo. So the more of God's words I can use, nikitumia maneno ya Mungu kwa wingi, the more power God can put in your mind. Uweza upo zaidi katika mawazo yetu. Does that make sense? Je, hiyo inaeleweka kwenyu? Okay, back to our study. Turejee katika somo letu. That verse tells us, ile fungu linatuambia, God is a loving God. Kwamba Mungu wetu ni Mungu wa upendo. He wants to draw us close to him. Anataka atuvute karibu naye. He wants to have a relationship with us. Anataka kuwa na uhusiano na sisi. He is not an angry God. Yes, si Mungu mwenye hasira. He is not a hostile God. Yes, si Mungu mkatili. He does not like to punish and hurt si people. Mungu anayependa kuumiza na kuadhibu watu. But he is a loving father. Yeye ni baba mwenye upendo. And we are all his children. Na sote ni watoto wake. 1 John 4:7 and 8. Kitabu cha Yohana wa kwanza 4 mstari wa 7 na 8, Biblia inasema, God is love. Mungu ni upendo. That is important. Hiyo ni muhimu. This is the character of God. Hii ndiyo tabia ya Mwenyezi Mungu. And the devil na shetani has made false charges ameweka mashtaka yasiyo kweli against the character of God. Kuhusu tabia ya Mwenyezi Mungu. So the Bible reveals kwa Biblia inafunua what God is really like. Tabia ya Mungu haswa. And he is a God of love. Na yeye ni Mungu wa upendo. The next question, swali ambalo linafuata, does God enjoy punishing sinners? Je, Mungu anafurahia kuadhibu wenye dhambi? Let's notice together. Tuangalie pamoja. 2 Peter 3. Kitabu cha waraka wa pili wa Petero. And verse 9. 3 mstari wake wa 9. 2 Peter 3:9. Petero wa pili 3 mstari wa 9. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness,
but is long-suffering towards God, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Did you hear what that said? Je, umesikia fungu hilo? God is not willing Mungu hataki that any should perish, yeyote apotee, that any should die, yeyote aweze kufariki, but that all should come to repentance. anataka wote waifikirie toba. But he allows us to choose. Lakini anaturuhusu kuchagua. Everyone who is lost Kila mmoja ambaye atapotea will be lost by their own choice. atapotea kwa uchaguzi wake mwenyewe. Not because God is harsh Si kwa sababu Mungu ni mkatili and mean ama ni mchoyo and arbitrary, ama ni Mungu ambaye yupo tu hapo, but by our choice lakini kwa uchaguzi wetu the wenyewe sinner will be lost. mwenye dhambi atapotea. Because God plainly Kwa says sababu Mungu anasema kwa wazi, he is not willing. yeye hapendi, It is not his plan. si mpango wake, It is not his purpose yeye si thibitisho lake that any should perish, kwamba yeyote aweze but that kuangamia, all should be repentant lakini wote wafikirie toba and be saved. na waokolewe. That's the character of God. Hiyo ndiyo tabia ya Let's Mungu. keep that in the front of our minds Tuweke hiyo katika mawazo yetu aswa as we continue our study. tunapoendelea katika somo letu la leo. There's another verse I want to put in here with this question, this point. Kuna fungu lingine nataka niliweke katika swala hili ambalo tumelizungumzia. Ezekiel chapter 33 Kitabu cha Ezekieli 33 and verse 11. mstari wake wa 11. Ezekiel 33:11. Ezekieli 33 mstari wa 11. Bible says, "Say unto them, as I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil ways, for why will you die, O house of Israel?" Did you hear what God said? Je, ulisikia kile ambacho Mungu amesema? I have no pleasure, Sifurahii, no enjoyment, sifurahii no delight, wala sina furaha, no happiness sina raha in the death of the wicked. kwa kifo cha mwenye dhambi. The wicked have chosen to sin. Mwovu amechagua kufanya dhambi, They have dishonored God wamemkosa kumtii Mungu, and they have chosen to die. na kwa hiyo wamechagua kufa. But God does not enjoy that. Lakini Mungu afurahi kufanya The hivyo. Bible says that plainly Biblia inasema kwa wazi and clearly. na pasipo kukosa. We should have no doubt in our minds Hatupaswi kushuku katika mawazo as yetu to the character of God. kuhusu tabia ya Mwenyezi Mungu. The character of God Tabia ya Mwenyezi Mungu is so important ni muhimu sana to understand ili kwamba tuielewe in all Bible study. katika kujifunza Biblia. What is God really like? Mungu anafanana vipi haswa? We must know for ourselves Lazima tujue kwa nafsi zetu haswa, because the Bible reveals who God is. manake Biblia inatufunulia Mungu ni nani haswa. So at the end of time, Katika mwisho, siku za mwisho, how will the wicked be punished? je, wenye dhambi wataadhibiwa vipi? There are some who say Kuna wale ambao wanasema that the wicked will not be punished. kwamba wenye dhambi hawataadhibiwa. But in the Bible, Lakini katika Biblia, Exodus 34, kitabu cha Kutoka 34 verses 6 and 7, mstari wa 6 na wa 7, we find God himself tunampata Mungu mwenyewe speaking to Moses akizungumza na Musa and declaring his character. na anaifunua tabia yake. I would encourage you to memorize these verses. Nataka nikutie moyo uweze kukariri fungu hili, Underline them in your Bible. ukaipigilie mstari katika Biblia yako. This is God saying, Haya ni maneno ya Mungu. what I am like, Anasema jinsi alivyo, what my character is, jinsi tabia yake ipo in these verses right here. katika mafungu haya hapa. Let's read. Tusome sasa. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, and to the third and to the fourth generation. Verse 8. And Moses made haste and bowed his head toward the earth and worshipped. God says Mungu anasema that he is merciful, yeye ni Mungu mwenye that he rehema, is gracious, yeye ni Mungu mwenye that he neema, is long yeye ni suffering. Mungu But he also says lakini pia anasema he will in no wise hakuna namna
clear or excuse atawia radhi the guilty, wale ambao wana makosa, those who have chosen to sin. wale ambao wamechagua kufanya dhambi. I want you to notice, Nataka uone ya kwamba God is fully merciful Mungu ana rehema, and at the same time na pia wakati huo fully just. Mungu tena ni mwenye haki. Righteous. Mungu tena ni mwenye haki. He is a perfect blend Ni Mungu ambaye ana mchanganyo uliokamilika. of mercy Akuna nehema and justice. lakini pia kuna haki. So the sinner at the end Kwa hivyo mwenye dhambi pale mwisho will have consequences atakuwa na matokeo for their choices. kwa sababu ya uchaguzi wao. The Bible says Biblia inasema the wages of sin, mshahara wa dhambi, wages are something you earn mshahara ni kitu ambacho for unakipata something you do. baada ya kufanya kitu. The wages of sin Mshahara wa dhambi is death. ni mauti. The sinner earns their own wage. Mwenye dhambi anapata mshahara wake mwenyewe. Death is the result of sin. Kifo ni matokeo ya dhambi. It is the natural consequence Ni matokeo haswa katika uhalisi wake wa kuchagua kutenda dhambi. We studied yesterday Tulijifunza jana that when a person dies, mtu akifa, whether they are righteous hata kama ni wenye haki or whether they are wicked, ama ni waovu, they are only sleeping in the grave, wote wanalala tu kaburini, resting, waiting wanapumzika wakisubiri until the second coming of Jesus mpaka Yesu atakapokuja mara ya pili or the end of the millennium. ama mwisho wa miaka 1000. So the dead currently are not aware or conscious of anything. Waliokufa sasa hivi hawajui wala watambui lolote lile. So this topic of hell Hili swala la kuzimu ama jehanamu has made its way into the Christian church imepata nafasi kwenye kanisa la Kikristo and given a false picture of who God is, na ikapeana picha ambayo sio sawa ya Mungu and it is not biblical. na hawala haina msingi katika Biblia. But let's find, Lakini tuweze kutambua what does the Bible teach Biblia inafunza nini about the topic of hell. kuhusu jehanamu. Let's go to Jesus' words. Tuende kwa neno la Yesu aswa. Matthew chapter 10 Kitabu cha Mathayo sura ya 10 and verse 28. mstari wa 28. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Jesus says, Yesu anasema the one we are to fear yule ambaye tunapaswa kumogopa, is the one who is able yule ambaye anaweza to destroy, kuharibu, completely bring to an end kuleta mwisho aswa soul and body mwili na roho in hell. katika jehanamu. Jesus taught that hell does exist, Yesu alifunza kwamba kuna jehanamu, but it's not the teaching of many today, lakini silo swala la wengi leo. of some place inside the earth Wanasema kwamba ni mahali hapa chini ya ardhi where people are burning and ambao suffering. watu wanaungua na kuteketea na kuteseka. This idea actually comes from Hili swala hata linatokea haswa ancient Greek mythology. katika Uyunani na visa vyao vya kitambo. It is not based on scripture. Hailingani na Biblia kabisa. So when does hell occur? Swali ni jehanamu itatokea lini? We'll find as we study our Bible Tutajua katika Biblia later at the end of time, baadaye mwisho wa siku when Jesus comes, Yesu atakapokuja, and finally at the end of the millennium. na baadaye mwisho wa miaka 1000. What does the Bible say the destruction of the wicked will ultimately be like? Biblia inasema vipi kuhusu kuharibiwa kwa wenye dhambi hatimaye? Malachi chapter 4 Kitabu cha Malaki 4 verses 1 through 3. mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Remember I mentioned the other night, Nataka ukumbuke nilitaja usiku ule mwingine, when we study the Bible, tunapojifunza Biblia we use the clear verses tunatumia mafungu yaliyo wazi to help explain kutusaidia kuelezea the verses that are not as clear. mafungu ambayo yanachanganya watu kivyake. This is a clear verse. Hili ni fungu lililo wazi, It tells us what happens linatuambia matokeo to the wicked ya wale ambao ni waovu when they are destroyed. wanapoharibiwa ama kuangamizwa hatimaye. Malachi 4, 1 through 3. Kitabu cha Malaki 4 mstari wa 1 hadi wa 3. For behold, the day cometh, that it shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly shall be stubble. And that day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave neither root nor branch. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and he shall go forth and grow up as calves of the stall,
and you shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do this, says the Lord of hosts. Who is speaking in this verse? Na nazungumza kwenye mafungu haya. The Lord of hosts. Mungu Mwenyezi. These are God's words. Haya ni maneno ya Mungu. He says when the wicked are destroyed, anasema waovu watakapoangamizwa, there will be neither root nor branch. Shina wala tawi haitasalia. And then he continues alafu endelea kusema in verse 3 katika mstari wa 3 and says all the wicked anasema waovu wote will be ashes watakuwa kama majivu under the soles of your feet. Chini ya miguu ya watakatifu. Ashes are the result of a fire. Majivu ni matokeo ya moto. All the remainder left over, mabakio yote ambayo yamesalia, after the fire has burned up, baada ya moto kuteketeza. The wicked will be completely destroyed. Waovu wataangamizwa kabisa. They will not continue to exist. Hawatakuwepo tena. And suffer. Na wala hawatateseka. And be tortured. Na kusumbuliwa. For endless ages. Katika vipimo vya milele vya uhai. That is contrary to God's character. Hiyo ni tofauti na tabia ya Mungu ya upendo. That is contrary to even sinful man's character. Hiyo hata hailingani na tabia ya mwanadamu ya dhambi. To punish someone for eternity. Kumwadhibu mtu milele for 70 or 80 years of bad life. Kwa miaka 70 ama 80 ya miaka ambayo alitenda dhambi. The false teaching of hell fundisho lililopotoka la jehanamu has turned many people away. Limewafukuza wengi na kuondoa from God. Kwa Mwenyezi Mungu. And caused them to turn their back on him. Na imewafanya waeze kumwacha because they believe kwa sababu wanaamini if God is like this, kama Mungu yuko hivi, I don't want anything to do with him. Sitaki Mungu kama huyo. And the devil is behind this. Na shetani ndiye anayesukuma kila kitu. To turn people away from God. Ili kwamba aondoe watu kwa Mungu. Because they don't really know who he is. Kwa sababu hawajui Mungu ni nani haswa. My next question. Swali langu linalofuata. Some of these are repetitive. Maswali mengine ni marudio. But I want you to see in the Bible. Lakini nataka uone kwenye Biblia. There are many clear verses. Kuna mafungu mengi yaliyo wazi. That inform us, ambayo yanatujulisha, that explain to us, ambayo yanatuelezea the final end of the wicked. Ya kwamba mwisho wa waovu. Significant numbers of verses. Kuna mafungu mengi tu, so we can be clear, ambayo yanaweza kuwa wazi on this topic. Kuhusu swala hili ambalo tunalizungumzia la jehanamu. Let's read Psalm 37. Tuangalie kitabu cha Zaburi 37 and verse 10. Mstari wake wa 10. Will lost sinners be tortured in the fire? Je, wenye dhambi waliopotea watateswa katika moto? For all eternity. Katika umilele wote. For yet a little while, and the wicked shall not be. Yeah, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be. For yet a little while, muda kitambo tu, and the wicked shall not be. Waovu hawatakuwepo. They shall no longer exist. Hawatakuwepo tena. They will not be punished ceaselessly. Hawataadhibiwa milele. Forever and ever. Milele na milele. The wicked will cease to exist. Waovu hawatakuwepo tena. That is plain. Hilo lipo wazi. That is clear. Iko wazi katika Biblia. Now, how does Jesus describe Je, Yesu anaelezea vipi the final end of the wicked? Mwisho wa waovu waswa. Matthew 25. Kitabu cha Mathayo 25. And verse 46. Mstari wako 46. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Jesus says, Yesu anasema, the wicked will go, waovu wataenda, and receive, na watapokea, everlasting punishment. Adhabu ya milele. Everlasting punishment, adhabu ya milele, is not the same haimanishi as everlasting punishing. Haimanishi kwamba anaadhibiwa milele. The results of the punishment, matokeo ya adhabu, are everlasting. Ndiyo ya milele. But it does not continue on and on. Lakini haiendelei milele na milele. And never end. Na wala haikomi. The results are final. Matukio ndiyo hatima. Of a decision to sin, ya uamuzi wa kufanya dhambi, and turn away from God. Na kumgeukia Mwenyezi Mungu. Everlasting punishment, adhabu ya milele, is not everlasting punishing. Haimanishi kuadhibiwa milele. One has an end, moja iko na mwisho, the other just continues and doesn't end. Inaendelea wala aishi. I hope that's clear. Naamini kwamba hiyo imeeleweka. Our next question, swali ambalo linafuata, in what way njia gani are the cities of Sodom and Gomorrah, ambao miji ya Sodoma na Gomora, an example for us? Ni mfano kwetu. Let's go to a short book of the Bible. Tuna katika kitabu kifupi cha Biblia, Jude, kitabu cha Yuda, right before Revelation, kabla tu cha kitabu ya Ufunuo.
Jude verse 7. Yuda mstari wake wa 7. There's only one chapter. Iko tuna sura moja peke So yake. it's Jude verse 7. Kwa hivyo ni Yuda mstari wake wa 7. Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. What is eternal fire? Moto wa milele ni nini? Some have falsely interpreted this Wengine wameeleza kwa uongo to say the fire continues burning eternally. kusema kwamba moto huo unaendelea kuteketea milele. But I have a question. Lakini na swali, Are Sodom and Gomorrah je, miji ya Sodoma na Gomora still burning today? je bado inateketea leo? The Bible has the answer. Biblia iko na majibu. 2 Peter chapter 2 Petero wa pili sura ya and pili verse 6. mstari wake wa 6. And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. The cities of Sodom and Miji ya Gomorrah Sodoma na Gomora are an example, ni mfano. the Bible says, Biblia inasema ya kwamba of the wicked ya wale waovu who will be destroyed. ambao wataangamizwa. And 2 Peter 2 verse 6 Petero wa pili 2 mstari wa 6 says those cities inasema miji hiyo were turned into ashes. iligeuzwa kuwa majivu. Eternal fire Moto wa milele in Jude verse 7 katika mstari wa 7 wa just Yuda means the results are eternal. inamaanisha kwamba matokeo ndiyo milele, Not that the fire continues si kwamba burning. moto utaendelea kuteketea. The results of the wicked inhabitants, Matokeo ya waovu waliokuwa the Sodoma, wicked people wale waliokuwa of waovu Sodom and Gomorrah, Sodoma na Gomora, where they were ni destroyed kwamba waliangamizwa and turned to ashes. na wakageuzwa kuwa majivu. That is an example Ni mfano for the wicked ya waovu at the end of time. mwisho wa siku. If we follow a similar course Kama tutafuata tena njia hiyo tu as those in Sodom and Gomorrah, kama wale waliokuwa Sodoma na that Gomora, will be our outcome. hayo ndio atakao kwa matokeo yetu. We will be turned into ashes Tutageuzwa kuwa majivu if we turn away from God kama tutamgeukia Mungu and choose to be destroyed na kuchagua by kuangamizwa our own sins. na dhambi zetu wenyewe. My next question, Swali langu nalofuata, doesn't the Bible talk about je, Biblia haizungumzi unquenchable fire? kuhusu moto usiozimika, Unquenchable fire. moto usiozimwa? What does this mean? Je, inamaanisha nini? Let's read Matthew chapter 3 Kitabu cha Mathayo sura ya 3 verses 11 and 12 mstari wa 11 na to 12 find out about unquenchable kujua fire. moto huu usiozimika ni moto gani. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire, whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. In this illustration, Katika fungu hili the wicked are described waovu wanaelezwa as chaff, kama makapi, the useless leftovers yale mabaki ambayo of hayatakikani wheat. baada ya kuwa na ngano, And it says na inasema kwamba they will be burned watateketezwa with unquenchable na fire. moto usiozimika. Now some try to say Wengine wanajaribu kusema this means inamaanisha the kwamba fire will not be burned out. ya kwamba moto ule hautazimika. But is that what the Bible is Lakini saying? je, hivyo ndio Biblia inavyosema? No. Hapana. Unquenchable Moto huu ambao hauzimi simply means inamaanisha kwamba it cannot be stopped by man. haiwezi kuzuiliwa nao kusimamishwa na mwanadamu. No human being Hakuna mwanadamu can stop God's judgment anaweza kusitisha hukumu ya Mwenyezi and Mungu. destruction of the wicked. Haiwezi kusimamisha kuangamia kwa wenye dhambi. All the fire hoses Moto zote will not stop haziwezi kuzuia God's fire of judgment. moto wa Mungu ambao ni wa hakimu. Lakini when the fire burns up, moto utakapoteketea it will go out. Itazimika hatimaye. After it burns all of what baada ya kila kitu all the kuteketezwa, fuel, kila kitu kuteketezwa, it will go out. itazimika. Because we read earlier Manake tulijifunza pale in awali Malachi 4, kitabu cha Malaki sura ya the 4 wicked are ya ashes kwamba waovu watakuwa kama under the majivu soles of our feet. chini ya nyayo zetu.
Does this make sense? Je, unaelewa? Unquenchable fire Moto usiozimika only means inamaanisha kwamba God's judgment cannot be stopped. hukumu ya Mungu haiwezi kusitishwa. But doesn't the Bible say Je, Biblia inasema the wicked will be punished ya kwamba waovu wataadhibiwa forever and ever? milele na milele? Let's read Revelation 20 Kitabu cha Ufunuo 20 and verse 10 mstari wake wa 10 and learn about this verse. na tujifunze kuhusu fungu hili. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. That verse says Hilo fungu linasema the wicked will be thrown into the lake, waovu watarushwa kwenye a ziwa, lake of fire. ziwa la moto. This is serious. Hili ni swala la kipekee And sana, they will be tormented, na watateswa, punished wataadhibiwa forever and ever. milele na milele. This seems to contradict Hili swala linajaribu kuchanganya na some of the other kukinzana verses mafungu mengine ambayo we have looked at. tumeangalia. But I want you to understand, Lakini nataka uelewe in the Bible, katika Biblia, just like in our language today, kama katika lugha zetu leo Swahili, Swahili, words can have more than one meaning. neno moja linaweza kuwa na maana zaidi ya moja. Let me illustrate. Niruhusu niweze kuelezea. In the English language, Katika lugha ya Kiingereza there is one word kuna neno moja that has 645 meanings. ambayo iko na maana 645. 645 meanings, Maana 645, and it's one word. na ni neno moja peke yake. The same word Hilo neno, in every case. na katika kila muktadha, The word is hilo neno ni run. kimbia. Are you in? Neno hilo la Kizungu ambalo amelisema. In the English language, Katika lugha ya Kizungu there are 645 meanings. kuna maana 645. How do I know which meaning to use? Ninajuaje nitatumia gani haswa? The context. Muktadha. The context Muktadha tells me itaniambia which sense of the word ni neno gani haswa maana yake, is the correct word, ambao ni muhimu, the correct sense ambao liko sahihi of the writer. yule mwandishi ambao ameliandika. In the Bible, Ndani ya Biblia, the word forever neno hili milele does not always mean haimaanishi wakati wote, a never-ending period of time. pasipo kukoma. It can also mean Inaweza kumaanisha a period of time muda wa wakati until it comes to an end. mpaka iweze kufika mwisho, But it's the same word. lakini neno moja tu. Let's look at a biblical example of Tuangalie this. mfano katika Biblia. 1 Samuel Kitabu cha Samueli wa kwanza, chapter 1, sura ya kwanza, we'll read verse 22, mstari wa 22, and then we'll read verse 28. alafu taruka mstari wa 28. 1 Samuel 1, Samueli wa kwanza sura ya kwanza 22, mstari wa 22, and then verse 28. alafu taruka mstari wa 28. But Hannah went not up, for she said unto her husband, I will not go up until the child is weaned, and then I will bring him, that he may appear before the Lord, and there abide forever. Verse 28, therefore I also have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord, and he worshipped the Lord there. Amen. The Bible says Biblia inasema kwamba that Samuel's mother, kwamba mamake Samueli, Hana, took him to the temple alimchukua hekaluni to dedicate him, ili kwamba aweze kumweka kwa and he Bwana, was to remain in the na temple alipaswa kubaki hekaluni forever. milele. That was verse 22. Huo ni mstari wa 22. What did she mean by that? Alimaanisha nini? Verse 28 Mstari said wa 28 ilisema that Samuel was to remain in the temple kwamba Samueli angebaki hekaluni all the days of his life, katika siku zote za maisha yake, or until he died. ama mpaka atakapokufa. So the word Kwa forever hivyo neno lile milele can mean as long as a person lives, inaweza kumaanisha mtu ajapo hai, but when their life ends, lakini maisha yake yakiisha, forever ends. milele inaisha pia. That is the sense of the word Ndiyo maana ya neno hili that's being described ambayo inatumika in Revelation katika kitabu cha Ufunuo as it relates to kama mlingano the destruction of the wicked. wa kuangamizwa kwa wenye dhambi. They will receive a punishment from God, Watapokea adhabu ya Mwenyezi and it's Mungu a severe punishment ambayo
ni adhabu la kipekee kali. But when they are consumed in the fire, na watakapoangamizwa katika moto, they will cease to exist. Hawatakuwepo tena. They will not be alive. Hawatakuwepo hai. And then they will be ashes na watakuwa majivu chini under the soles of the feet of the righteous. Nyayo za wale wenye haki. Does it all make sense, the picture of the Bible? Je, unaelewa Biblia katika taswira yake? Forever does not mean an unending period of time. Milele haimaanishi kwamba bila kukoma. Sometimes it does mean that. Wakati mwingine inamaanisha hivyo. But the context helps us to determine. Lakini muktadha itatupatia taswira na maana sawa ya neno. Let's turn to Revelation chapter 20. Kitabu cha Ufunuo sura 20. And read verse 9. Tuangalie mstari wa 9. And see how the Bible describes. Tuangalie jinsi Biblia inavyoeleza. The destruction of the wicked. Kuhusu kuangamizwa kwa wenye dhambi. At the end of the millennium. Na mwisho wa miaka 1000. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city. And the fire came down from God out of heaven, and it devoured them. This is a picture, hii ni picha, a description, ambayo ni maelezo of all the wicked ya waovu wote who have ever lived. Ambao wamewahi kuishi. And the Bible says, Biblia inasema kwamba they all come against the New Jerusalem wote wanaibuka dhidi ya Yerusalemu mpya na wanajaribu kuivamia and destroy the city, ili kwamba waweze kuiharibu, and even overthrow God, na ili waweze kupindua serikali ya Mungu. They are rebellious unto the end. Ni watu wakaidi hadi mwisho. But at this moment, lakini muda huu, when they demonstrate wanapojaribu kujitokeza that they are fully rebellious against God, kwamba wao ni wakaidi dhidi ya serikali ya Mungu, they would tear God from his throne if they could. Kwamba wanaweza kumshusha Mungu kutoka kiti chake cha enzi kama wangeweza. At that decisive moment, katika muda huo wa kipekee, fire comes down from God. Moto unashuka kutoka kwa Mungu. And the Bible says, na Biblia inasema kwamba that fire, huo moto, devours them. Inawaangamiza. The word devour, neno hili la kuangamiza ama amesema kizungu, completely destroy. Inamaanisha kuangamiza kabisa. The literal Greek word means, neno la Kiyunani hasa linamaanisha to eat completely and consume. Kukula kabisa na kumaliza. If you were to place some chapati in front of me, kama ungeweka chapati mbele yangu, and I devour it, kisha niweze kuiangamiza, is there any left over? Je, kuna nyingine ambayo imebaki kweli? No. To devour means to completely kuangamiza. Inamaanisha kumaliza kabisa. The fire of God, moto wa Mungu, devours the wicked, unaweza kuangamiza wenye dhambi until they are destroyed. Mpaka wanaangamizwa hatimaye. The Bible is clear. Biblia ipo wazi. Well, some say, wengine wanasema, the devil, shetani, will continue to be punished for all eternity. Ataendelea kuangamizwa milele. But is even this true? Je, hii ni kweli? Ezekiel 28, kitabu cha Ezekieli 28, and verses 17 and 18, mstari wa 17 na mstari wake wa 18, tell us even the devil, inasema kwamba shetani, will be brought to a complete end. Ataangamizwa hatimaye kabisa. Listen to the Bible. Sikia Biblia sasa. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that they may behold thee. Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities, by the iniquity of thy traffic. Therefore will I bring forth a fire from the midst of thee. It shall devour thee, and I bring thee to ashes upon the earth in the sight of all men that behold thee. What did the Bible say? Biblia imesema nini? Ezekiel 28, kitabu cha Ezekieli 28, says the same thing. Inasema lile swala tu. Malachi 4 said. Amba Malaki ilisema sura 4. Malachi 4:1 said, Malaki 4 mstari wa kwanza the ilisema, destruction of the wicked kuangamizwa kwa would be waovu neither root haitaacha shina nor branches. wala tawi. Satan is the root. Shetani ndiye shina au mzizi. His followers are the branches. Wafuasi wake ndiyo matawi. Malachi 4:3 said the wicked would be ashes. Biblia ilisema Malaki 4 kwamba waovu watakuwa majivu. Ezekiel 28 says, kitabu cha Ezekieli 28 the imesema, devil also will be ashes. Shetani pia atakuwa majivu, Never to exist again. hata kuwepo tena. I praise God Ninamtukuza Mungu that at that time ya kwamba wakati huo God will make all things new. Mungu atafanya kila kitu kipya. And we will never have to deal with sin again. Hatutakuwa na dhambi tena. Oh, praise the Lord. Amen. Well, let's continue studying. Tuendelee kusoma. Turn in your Bibles. Fungua Biblia yako. Isaiah chapter 47. Kitabu cha Isaiah 46 and verse 14. 47 mstari wa 14. And we're asking the question, tunauliza swali,
Will the fire that destroys the wicked Je, moto ambao utaangamiza wenye dhambi ever go completely out? Je, itazimika hatimaye? Or will still even a little bit be smoldering? Ama itabaki tu ikiteketea katika chembe ndogo ndogo? The Bible is clear. Biblia ipo wazi. What does the Bible say? Je, Biblia inasemaje? Behold, they shall be as stubble, the fire shall burn them. They shall not deliver themselves from the power of the flame. There shall not be a coal to warm at, nor fire to sit before it. No coals. Hakutakuwa na makaa. No fire. Hakutakuwa na moto. It is completely gone out. Itazimika hatimaye. It has done its work Imefanya kazi yake of purifying the earth, kusafisha na kutakasa ulimwengu of all the wicked, kutokana na waovu wote, before God makes all things new. kabla Mungu afanye kila kitu kuwa kipya. Not a coal. Hakuna chembe yote. Not a flame. Ama hata miale. Anywhere in God's universe. Katika dunia yote ya Mwenyezi Mungu. It is God's purpose ni sababu ya Mwenyezi Mungu to completely destroy, ili aweze kuangamiza kikamilifu, to completely uproot, kukamilifu, kung'oa kwa kikamilifu all sin, dhambi yote in the universe, katika ulimwengu, so that it will never exist again. Hakutakuwepo na dhambi tena ever. Kabisa. If sinners are being burned in some part, kama wenye dhambi wanateketezwa katika sehemu fulani of the universe, katika ulimwengu huu, then sin is not ended. Basi dhambi haiishi. God wants to destroy sin. Mungu anataka kuiangamiza dhambi. And he will, na atafanya hivyo at the final day, katika siku ya mwisho. Completely uproot, atang'oa kabisa, completely destroy, ataangamiza kabisa all sin. Dhambi yote. Now I want you to turn in your Bibles nataka ugeuke kwenye Biblia yako to a very small book katika kitabu kidogo tena in the Old Testament, katika Agano la Kale, Obadiah, kitabu cha Obadia, kitabu cha Obadia verse 16 is mstari wake wa 16. Obadiah 16 Obadia mstari wa 16 tells us what the wicked will be like, inatuambia jinsi waovu watakavyokuwa after they are destroyed. Baada ya kuangamizwa kwao. This is a sobering verse. Hii ni fungu la kipekee sana. Obadiah verse 16. Obadia mstari wake ni wa 16. For as you have drunk upon my holy mountain, so shall all the heathen drink continually. Yea, they shall drink, and they shall swallow down, and they shall be as though they had not been. Did you hear the last part sehemu ya mwisho of that verse? Ya fungu hilo. The wicked will be waovu watakuwa as though kana kwamba they had never been. Hawajawahi kuwepo. They had never existed. Hawajawahi kuwepo. This will be the final outcome itakuwa ni matokeo hatimaye for all sinners. Ya wadhambi wote. Knowing this information, baada kujua habari hizi, we ought to think soberly. Tunapaswa kufikiria kwa makini. We ought to think carefully. Tunapaswa kufikiria kwa tahadhari. How am I living my life today? Ninaishi maisha yangu vipi leo? Am I in danger? Je, niko katika hatari of being destroyed? Ya kuangamizwa? Because I reject God's salvation. Kwa sababu nimekataa wokovu wa Mwenyezi Mungu. And turn to the sinful pleasures of this world. Na nimegeukia tamaa za ulimwengu huu. My final result will be, matokeo yangu ya mwisho atakuwa, I will be as if I had never existed. Nitakuwepo kana kwamba sijawahi kuwepo. For all eternity. Kwa milele zote. It's a serious question. Ni swala la kipekee sana. Life is busy. Maisha haya yako na shughuli nyingi. We don't often take time to think. Huwa hatuchukui muda kutafakari. Is there anything between, je, kuna lolote kati yangu, my soul, maisha yangu, and my Savior, na mkombozi wangu, that's causing me to be separated from ambayo him? inanisababisha kujitenga na yeye. Hell is a real place. Jehanamu ni mahali haswa. It is not under the ground, si chini ya ardhi, but it's on the surface of the earth. Lakini itakuwepo hapa duniani. The lake of fire. Ziwa la moto. When Jesus comes, Yesu atakapokuja, at both the second coming, katika kuja kwa mara ya pili, and the end of the millennium, na mwisho wa miaka 1000, his third coming, kuja kwa mara ya tatu, all the wicked, waovu wote, will be watakuwa as though they had not been. Kama hawajawahi kuwepo. Having learned these important truths, baada ya kujifunza kweli hizi za pekee, the Bible asks us, Biblia inatuomba a very serious question. Swali la pekee sana. Let's turn tugeuke sasa to 2 Peter 3, kitabu cha Petero wa pili 3, verse 11. mstari wa 11. 2 Peter 3 verse 11. Petero wa pili 3:11. God is asking you and me a question. Mungu anatuuliza swali. Listen to God's word. Tusikie neno la Mungu sasa. Seeing then that all these things shall be dissolved,
what manner of persons ought you to be in all holy conversation and godliness. The Bible says, Biblia inasema kwamba since we can see, tunaona mambo haya, we understand, tunaelewa ya kwamba that all these things around us, mambo haya yote yanayotuzunguka, the world, dunia, and all the sinful pleasures in the world, zake zilizomo ndani yake, and the sinners in it, na wadhambi walioko ndani yake, will be destroyed. Wataangamizwa. The question is, swali ni, what kind of person, imetupasa kuwa watu wa namna gani? what type of person, ni mwenendo gani tunapaswa kuwa nao, should we live, ambao tunapaswa kuwa nao, knowing this information, tukijua ujumbe huu ambao tumepata, in all holiness, katika masuala yote ya utakatifu, godliness, na utaua, and conduct or behavior, na namna ambavyo tunatekeleza mambo yetu. Now notice the next verse. Nataka usikie fungu linalofuata. Verse 12. Mstari wa 12. Looking for and asking unto the coming of the day of the Lord, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. The Bible says, Biblia inasema kwamba we are not only to look for, hatupaswi tu kusubiri, to be ready for, kuwa tayari the second coming of Jesus, Yesu aje mara ya pili, but we can hasten it. lakini tunaweza kuiharakisha. We can do something about it, tunaweza kufanya kitu kuihusu, to bring that day sooner. ili tufanye siku hiyo iweze kukaribia. How? Vipi? By sharing the gospel. Tunapohubiri injili. Matthew 24:14. Kitabu Mathayo 24:14. And this gospel of the na kingdom habari njema ya ufalme shall be preached in all the world itahubiriwa katika ulimwenguni kote, for a witness, kuwa kama ushuhuda, and then the end shall na come. ndipo ule mwisho utakapokuja. That's why I'm standing here today. Ndio maana leo nasimama hapa. I want to share the gospel, nataka nikupatie injili with the whole world, na ulimwengu wote, with North America, na North America, Africa, Afrika, South America, Amerika Kusini, Europe, Europa, Asia, Asia, the whole world, ulimwengu wote, and then the end will come. alafu mwisho utakuja. The Bible says, Biblia inasema kwamba we can hasten, tunaweza kuharakisha, we can speed up tunaweza kuhimiza the day when Jesus siku comes, ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili, and we can all be together with him. tunaweza kuwa pamoja na yeye pamoja. Sin will be no more. Dhambi haitakuwepo tena, Sinners will be no more. wadhambi hawatakuwepo tena. That day is coming soon. Siku hiyo inakuja hivi karibuni, Very soon. karibuni. Let's read 2 Peter 3 verse 13. The Tusome very next Petro wa verse. pili 3 mstari wa 13, fungu linalofuata hapo chini. 2 Peter 3:13. 3:13. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. We are looking for Tunatarajia a new heaven, mbingu mpya a new earth. na nchi mpya. And what will that earth be like? Na itakuwa vipi nchi The na Bible mbingu? says, Inasema righteousness dwells there. haki inatawala, inakaa humo. Righteousness is holy living. Haki ni kuishi kwa utakatifu, Living after God's example. kuishi baada ya mfano wa Mwenyezi Mungu, Living after God's character. kuishi baada ya tabia ya Mwenyezi Mungu. And we are looking for that day. Na tunatazamia siku hiyo, Preparing for that day. tunajiandaa kwa sababu ya siku hiyo, So that hell ili kwamba will jehanamu not be something we would face. haitakuwepo kitu ambacho tutaweza kuwepo pale. I want to share one more verse with you. Nataka nisome fungu moja la mwisho. It's a simple verse, Ni fungu tu la kawaida, but a powerful lakini verse. liko na nguvu special ndani yake. Let's read Tusome 1 John 5 kitabu cha Yohana wa and kwanza verse 5 12. mstari wake wa 12. The Bible says, Biblia inasema, he that hath the Son yeye aliye na mwana has life. ana uzima, He that does not have the Son asiye na mwana does not have life. hana uzima. At the end of time, Mwisho wa siku, the wicked do not have Christ. wenye dhambi hawana Kristo, They have not accepted the gift of salvation. hawajakubali zawadi ya ukombozi, They are not going to live forever hawatawahi kuishi in milele punishment and torture. na kwa kuadhibiwa milele. Only the righteous have Ni life. wenye haki peke yake ambao wako na uzima, They are the ones who will live forever. wao ndio watakaoishi milele. The wicked will be destroyed Wenye dhambi wataangamizwa and will be na watakuwa as if they had never been. kana kwamba hawakuwepo.
My brothers and sisters, dada zangu na ndugu zangu, has the word of God spoken to you tonight? neno la Mungu limekuzungumzia usiku wa kipekee? Is God's word clear to you tonight? Je, umeelewa neno la Mungu leo? The devil has lied about God Shetani amedanganya kumuhusu Mungu and caused people to think na imewafanya watu kuwaza something that is not true. kitu ambacho sio kweli. But when we study the Bible Tunapojifunza Biblia carefully, kwa umakini, we know the truth. tunajua kweli. John 8:32, Kitabu cha Yohana 8:32 inasema Biblia, and you shall know the tena truth, mtaifahamu kweli, and the truth shall make na you hiyo free. kweli itawaweka huru. Free from the lies, Uhuru kutoka katika madanganyo, free from the deceptions uhuru kutoka katika the devil kudanganywa has tried to make ambao Shetani amejaribu kutengeneza against God's character, dhidi ya tabia ya Mwenyezi Mungu, his righteousness haki yake and his love, na upendo wake, his mercy rehema zake and his desire to save na everyone tamanio lake la kumwokoa if kila they will mtu. choose. Wale ambao watachagua. Salvation is a choice. Ukombozi ni uchaguzi. Death at the end of time is a choice. Kuangamia mwisho wa siku tena ni uchaguzi. The Bible says today, Biblia inasema leo, choose you this day chagueni hivi leo whom you will serve, mtakaye mtumikia, whether the gods of the Egyptians kama ni miungu ya Wamisri or the true God. ama ni Mungu wa kweli. This is Joshua 24:15. Yoshua 24:15. Joshua says, Yoshua anasema, but as for me lakini mimi and my house, na nyumba yangu, my family, familia yangu, we will serve the Lord. tutamtumikia We will Bwana, choose God. tutamchagua Mungu. On Mount Carmel, Katika mlima the Kameli, prophet Elijah nabii Eliya stood before all the people akasimama mbele ya umati wote and he said, na kawaambia, how long will you waver mtasitasita mpaka lini between two opinions? kati ya mawazo mawili? If the Lord is God, Kama Mungu ndiye Mungu, follow him. mfuateni. But if Baal, Akasema kama Baali the false idol, ambao ndiye sanamu ya then uongo, follow him. basi mfuateni. The call today Wito wa leo is wapenzi to choose. ni kuchagua, Choose. ni kuchagua. The Bible says over and over, Biblia inasema kwa marudio, even Moses in Deuteronomy hata Musa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati chapter 30 sura yake 30 verses 18 and 19 mstari wa 19, 18 na says, I 19, have set before you life nasema and nimeweka death, mbele yenyu mauti na uzima, blessing and cursing. baraka na laana. Therefore choose life. Basi chagueni uzima, Choose life, chagueni uzima, that you and your ili household wewe na jamii yako may live. mweze kuishi. That is the call today, Huo ndio wito wa leo, to choose Jesus Christ. kumchagua Yesu Kristo. Don't delay. Usikawie. The day of salvation Siku ya ukombozi in the Bible katika Biblia is always described huwa inaelezewa kila as wakati today. kama leo, It's never tomorrow, si kesho tena, because I don't know what happens between now and maana tomorrow. tujue leo na kesho kipi kitakachotokea. Salvation is intended Ukombozi the unapaswa moment we hear it. tukisikia tu. The devil wants us to put off a choice Anataka Shetani tusifanye and a uchaguzi decision na uamuzi to follow Christ, wa kumfuata Yesu to Kristo, become part of the true church, ili tuwe sehemu ya kanisa la the kweli, remnant church of God, kanisa la masalio la the Mungu, remnant church of Bible prophecy, kanisa la masalio katika unabii wa Biblia, that worship God ambao And keep the wanamwabudu Mungu commandments na kutunza amri zake, and have the testimony of Jesus na wana Christ. ushuhuda wa Yesu Kristo. That is the Seventh-day Adventist Ni Church. kanisa la Adventista wa Sabato. I am so blessed Nimebarikiwa sana to be a pastor kuwa mchungaji in this church. ndani ya kanisa hili. And I want to appeal to you tonight Nataka nikuite usiku wa leo to make a decision, kufanya uamuzi, to make a choice, kufanya uchaguzi, to fully accept Jesus kumkubali Yesu kikamilifu into your heart today. ndani ya moyo wako leo, And you will have the assurance na wewe utakuwa na of hakikisho eternal life with Him. ya uzima wa milele pamoja na yeye. The moment you accept it by faith, Ukikubali tu kwa imani, the moment you believe, utakapoamini tu, salvation is yours. ukombozi ni wako. Without faith, Pasipo imani, believing in God's word, pasipo kuamini neno la Mwenyezi it is Mungu, impossible to please Him. haiwezekani kumpendeza. We must believe His word, Lazima tuliamini neno and He lake, promises forgiveness, na ameahidi msamaha. not willing that any sinner Hataki mwenye dhambi yote should yule perish. aweze kuangamia. The most famous Bible verse in America Fungu ambalo linatambulikana zaidi kule is Marekani John 3:16. ni Yohana For 3:16. God so loved the Kwa world maana jinsi hii that He gave His only begotten aliupenda Son, ulimwengu atakaotoa mwanaye that pekee, whoever believes in Him, ili kila mwaminie, here's our study tonight, nataka usikie, should not perish, asipotee,
Those who perish wale ambao wanaangamia are those who do not accept ni Jesus. wale ambao wampokea Yesu Kristo. Those are the ones who perish Wale ndio wanaoangamia at the end of time. mwisho wa siku. But whoever believes in him Lakini yeyote anayemwamini Yesu shall Kristo not perish, hataangamia, but have eternal life. atakuwa na uzima wa And milele. Jesus offers that to you Na tonight. Yesu anakupatia uzima wa milele usiku wa How leo. many of you want to accept Jesus' gift Wangapi leo tonight? wanataka kumkubali Yesu usiku huu? If that is your desire, please stand. Kama ni ombi lako usiku, kwa nini Please usisimame? stand. Kwa nini usisimame Let sasa? us pray. Tuombe sasa. Let us pray Tuombe sasa to our God kwa Mungu wetu. and thank him for the gift of Na salvation. tumshukuru kwa sababu ya zawadi ya We do ukombozi. not need to fear death. Hatustahili kuogopa kifo. We do not need to fear hell. Hatustahili kuogopa jehanamu, That is only for those ambao ni kwa sababu ya wale who tu choose to reject the ambao gift, wamechagua kumkataa the Yesu. free gift Zawadi pekee of salvation. ya ukombozi. Let us bow our heads together Tuombe sasa. and pray to God. Tuomba pamoja. Oh, Father in heaven, we are so thankful for your love. We are so thankful for your word that gives us a clear picture of what happens to those who turn away from you. It is not your will that any should perish, not one, but that all, every person should come to repentance, humble themselves, and accept the free, expensive gift of salvation. Tonight, we have heard the word of God. We have heard Jesus speaking to us through his word, and we accept him. We accept this precious gift so that we do not have to perish. We do not have to suffer through the results of hell, but we can live with Jesus and all the righteous in heaven for all eternity. Oh, what a day that will be. I pray now your Spirit would revive us, would give us grace, and would give us strength to walk in righteousness, to follow Jesus, who is our Savior. By simple, humble faith, in this sacred moment, we accept Jesus into our hearts and into our minds, and we can rejoice tonight because of his work and his salvation and his joy that he has given to us. Bless us. Keep us in your grace, the strength and divine power you give to all who look to you and who ask in simple, humble, trusting faith. Bless everyone under the sound of my voice, and may we be ready to meet Jesus when he comes, soon and very soon. I pray and offer this prayer in Jesus' holy name. Amen. Let all of God's children say, Amen, Amen. And amen. 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 And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and reaching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram, Get the Point Media. Get the Point. Take a step forward.